Ni wakati mzuri tena nikualike wewe unayetusikiliza kupitia radio na wewe unayetutazama kupitia skrini mbalimbali. Inawezekana ni ya simu yako, ya TV au yoyote ambayo umepata bahati ya kututazama. Karibu tena. Hii ni saa ya ukombozi na ni saa ya kukombolewa. Ni saa ambayo Mungu anaenda kukomboa fikra zako, anaenda kukomboa maisha yako, anaenda kukomboa nyumba yako, anaenda kukomboa ndoa yako, anaenda kukomboa na kugusa kila aina ya jambo lako, ili vile ambavyo unatamani viwe, yale ambayo unatamani yatokee, basi yakapate majibu katika jina la Yesu Kristo. Leo tutakuwa na ujumbe mzuri sana. Wiki iliyopita tulikuwa na ujumbe ambao unasema maombi sio mbadala wa pesa. Kwamba sehemu ya maombi au sehemu ya imani inapaswa kuwekwa imani, na sehemu ya pesa inapaswa kuwekwa pesa. Sasa hizi zote mbili, maombi na pesa, ni nguvu ambazo anakuwa nazo mwanadamu, ni nguvu ambazo unakuwa nazo wewe. Leo tutazungumzia nguvu ambayo anakuwa nayo Mungu. Wewe unapokuwa na imani, unapokuwa na pesa, Mungu anakuwa na nini? Leo ndio tunachoenda kuzungumzia hicho. Wewe unapokuwa na pesa, itakusaidia kufanya manunuzi ya kidunia. Unapokuwa na imani, itakusaidia kufanya manunuzi ya kiroho. Lakini Mungu yeye anakuwa na kitu kinaitwa neema. Hiki ndicho tutakachokizungumza leo. Neema ni nini? Neema hii tunayoizungumza leo, na kichwa cha ujumbe wetu kinasema neema ikifika milima huyeyuka. When grace steps in, mountains move. Kadri vile neema inavyofika eneo, ujue milima inaondoka eneo hilo, inayeyuka eneo hilo. Sasa tuanze na neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 8. Sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ndio kitabu cha kwanza kabisa kwenye mpangilio wa Biblia. Iwe ni Biblia hii ya vitabu 66 au ile ya 72 au ile ya 88, Biblia yoyote ulionayo, kitabu cha Mwanzo ndio kitabu cha kwanza kwenye kupangiliwa. Sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na hili ndilo neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Umetupenda na umetupendelea. Asante, maana kuna jambo naenda kutuvusha kupitia neno la jioni ya leo. Ukawe pamoja nasi mahali hapa, mimi na ndugu zangu hawa ambao wako pamoja nami katika mitambo na katika kamera. Wote Mungu ukawe pamoja nasi katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Somo letu linasema neema ikifika milima inayeyuka. When grace steps in, mountains move. Alafu tumesoma hapa katika Mwanzo 6:8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Neema ikifika milima inayeyuka. Tunaposema neema, tunamaanisha nguvu ya Mungu, tunamaanisha jicho la Mungu, tunamaanisha upendeleo wa kimungu, tunamaanisha mkono wa Mungu, tunamaanisha kile kipawa kilicho kwa Mungu. Unajua, huku kwetu kuna imani, huku kwetu kuna pesa, lakini kwa Mungu kuna neema. Sasa neema inapokutana na imani yako, neema inapokutana na pesa yako, neema inapokutana na ndoa yako, neema inapokutana na ugonjwa wako, neema inapokutana na hali yako, neema inapokutana na hitaji lako, neema inapokutana na wewe, hakuna mlima unaobaki salama, hakuna ugonjwa unaobaki. Neema ikikutana na wewe, unajua
Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, sikia nikuambie kitu kimoja. Wanaoomba ni wengi, wanaomwomba Mungu siku na mchana ni wengi. Kuomba sio kazi, haya yanayotoka huku kwetu sio kazi. Wenye utasa ni wengi, wenye utasa na wanamhitaji Mungu ashughulike na mambo yao ni wengi. Vipofu ni wengi, walemavu ni wengi, wagonjwa ni wengi, wenye umasikini ni wengi, wanaohitaji uponyaji ni wengi, wanaomhitaji Mungu ni wengi, wanaohitaji Mungu awaguse ni wengi, wanaohitaji Mungu aguse maisha yao ni wengi, lakini si wote wanaoshughulikiwa kwa wakati mmoja. Ni nini kinachochagua? Nani aanze, nani asubiri? Nani aanze leo, nani awe kesho? Nani angoje, nani aendelee? Hicho ndio kinaitwa neema ya Mungu. Hicho ndicho kinachoitwa neema ya Kristo. Hicho ndicho kinachoitwa neema. Ni upendeleo, ni vile Mungu apendele, ni vile Mungu mwenyewe aseme kwamba anza na fulani, atafuata fulani, atafuata fulani. Hata kama wenye vigezo ni wengi, lakini ni nani tuanze naye? Ni nani tumchague? Ni nani tuende naye? Na ikawe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya uchaguzi mbalimbali inapofika, ikafike kwenye hitaji lako. Neema ikifika, hakuna mlima utakaa. Ngoja nikupe hadithi moja kwenye Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya 9 mstari ule wa 25. Yohana Mtakatifu, hiki ni kitabu cha vitabu vya Injili, vile vitabu vinne, kile sasa cha 4 cha Yohana Mtakatifu ambacho kimeandikwa na mwanafunzi wa Yesu aliyependwa zaidi, ambaye ameandika vitabu 5. Kaandika Yohana, kaandika nyaraka zile 3 za Yohana, kaandika ufunuo wa Yohana, kaandika hivi vitu. Sasa huyu Yohana sura ya 9 mstari wa 25, Biblia inasema, basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Neema ikikufikia, kuna majibu unakuwa huna. Neema ikifika, kuna maswali unakuwa huwezi kuyang'amua. Neema ikifika, kuna maswali ukipewa unakuwa huna jibu la uhakika. Ni kama vile wana wa Israeli walipovuka ile bahari ya Shamu. Baada ya kuvuka bahari ya Shamu, kama watu waliwauliza, mlivukaje? Mlifanyaje? Ilikuwaje? Yaani jibu ni kwamba ni neema tu. Maana sisi tulikuwa ng'ambo, sasa hivi tupo ng'ambo. Kwamba bahari ilitubeba sijui, kwamba meli ilikuja hatujui, kwamba nini kilitokea hatujui. Tunachojua, tulikuwa ng'ambo, tulikuwa upande wa kuliwa, tulikuwa karibu na kuuawa na majeshi ya Farao, lakini sasa tumevushwa, tupo upande wa pili. Ndio maana inaitwa neema. Ukimuuliza mama anayezaa mtoto, yule mama anapozaa, kile kipindi, ule wakati, ile saa, wakati mtoto anatoka, kuna yale maumivu mama anakuwa nayo, kuna ile ukali wa uchungu mama anakuwa nao, kuna ile kelele za wauguzi anazosisikia, kuna ile maumivu anayapata mtoto anapotoka, kuna namna ambavyo anakuwa, ni namna ambayo baada ya kujifungua, baada ya kupakata mtoto, wakati ananyonyesha, ukamuuliza ilikuwaje, atakuambia sijui. Yaani nipo katikati ya kifo, nilikuwa naona mauti yangu, nilikuwa naona kushindwa, nilikuwa naona kupotea, nilikuwa naona kabisa hapa hii kitu sitoboi. Lakini ndio hivi mnavyoona, ndivyo neema inavyokuwa. Neema inapofika mahala, neema inapofika kwenye eneo fulani, mlima unang'oka. Halafu huyo mtu aliyefanyiwa hicho kitu cha neema anakuwa hajui, hana majibu ya kutosha. Ndio hii hadithi tumeisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 9 mstari wa 25. Hii hadithi inamhusu kipofu moja ambaye yeye alikuwa haoni, yeye alikuwa na matatizo, yeye alikuwa na shida, yeye alikuwa na tabu, yeye alikuwa na dhiki, na ilikuwa ni ya milele tangu amezaliwa na mpaka angekufa na tatizo hilo. Maana hakuna mtaalamu ambaye angeshughulika na hali yake, hakuna daktari aliyekuwa na uwezo wa kubadili ile hali. Siku moja
akakutana na neema. Siku moja akakutana na Kristo Yesu, akakutana na neema. Katikati ya kukutana na neema, Yesu anamwambia uwe mzima, naye akawa mzima. Watu wanamhoji, wakuu wa dini wanamhoji, waandishi wanamhoji, Mafarisayo wanamhoji, Masadukayo wanamhoji kwamba imekuwaje ndugu yetu, nini kimekupata, nini kimetokea, hebu tuambie. Inawezekana hapo walipokuwa walikuwa wameita vipofu, wengine wameita walemavu, wameita wenye shida, wakasema tuambie alifanyaje, alichanganya nini na nini ili na sisi tuchanganye, alifanyaje? Mbona huyo mtu ni mwenye dhambi? Mbona huyo mtu anakula na wenye dhambi? Mbona huyo mtu amezaliwa na masikini? Mbona huyo mtu anaishi maisha duni? Mbona huyo mtu ni mtoto tu wa seremala? Fanyaje? Yule mtu anasema kwamba huyo mtu ana dhambi, mimi sijui. Kwamba huyo mtu ni mtoto wa seremala, mimi sijui. Kwamba amefanya kwa njia gani, sijui. Ninachojua, nalikuwa kipofu, sasa naona. Ninachojua, nalikuwa kiwete, sasa natembea. Ninachojua, nalikuwa tasa, sasa nina mtoto. Ninachojua, nalikuwa siwezi, sasa ninaweza. Pendwa unayenisikiliza, nawe unayenitazama, ujue kwamba tunachozungumza leo ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya imani, ni zaidi ya maisha, ni zaidi ya kile ambacho tuko nacho duniani. Sisi kwenye dunia ya leo tuna fedha. Kuna watu wana hela, kuna watu wana hela bro, kuna watu wana hela, kuna watu wana hela. Ninaposema hela, yaani hata wao ukiwauliza wana shilingi ngapi hawajui. Wana hela za kutosha, lakini leo wanatembelea machela, leo wanapumulia mashine, leo wanaambiwa figo moja imekufa, leo wanaambiwa una kansa, leo wanaambiwa huwezi kutembea, leo wanasema jamani, hela zako haziwezi kufanya chochote. Kuna watu wameshaenda India, wameenda Apollo, wameenda Marekani, wameenda kila aina ya hospitali kubwa unayoijua wewe, lakini afya zao hazijapata suluhu. Ni nini kimetokea? Ni nini kimekosekana kwao? Ni neema. Kilichokosekana kwao ni jicho la Mungu kuwaona kwa namna ya kipekee, kwa namna ya huruma. Mungu anatuona wote, lakini kuna ile ya kukuona moja moja ili ashughulike na jambo lako. Unajua kiongozi wa kisiasa kwa kawaida wakiwa na mikutano kunakuwa na watu wengi. Katika wale watu inawezekana akaruhusu, mna shida gani hapa? Nani anataka kuongea? Wanaweza wakanyosha hata watu 100. Watu wamenyosha mikono, wengine mabango, lakini anaweza akasema nitatoa nafasi 2 tu kwa sababu ya muda. Hizo nafasi 2, ile itakayochagua huyu kamwacha huyu, ile ndio mfano wa neema kwa Mungu. Ni kweli katika kipindi hicho Yesu alikutana na vipofu wengi, alikutana na wenye shida wengi, alikutana na wenye mateso wengi, alikutana na wenye dhiki wengi, lakini alipofika kwa huyu mtu mwenye upofu akamwambia uwe mzima. Hasa wanapomuuliza, unajua Mafarisayo ni dini iliyokuwa imara sana, ni dini ambayo ilikuwa imeshika zile torati za Musa, zile sheria na amri za Mungu kupitia Musa, ilikuwa imezishika vizuri. Wale watu walikuwa wamezishika na wanaamini kuna kiama, na kwenye kiama wataulizwa habari za zile torati za Musa, namna ya kuvaa majoho marefu, namna ya kutembea kama vile umepigiliwa, namna ya unyenyekevu wa kuweka mikono ukiwa ibadani. Lakini wakiwa nje ya hapo ni mbwa mwitu, wakiwa kwenye ibada ni kondoo, wakiwa nje ya ibada ni mbwa mwitu. Hao ndio Mafarisayo. Wakati Masadukayo ni wale ambao walikuwa wameshika dini na sheria za Musa na manabii kama vile hao Mafarisayo, ila wao walikuwa wanaamini ukifa hakuna tena kiama. Ndio tofauti yao tu, lakini wote walikuwa wameshika dini, na wote Yesu alikuwa anawaita wanafiki wakubwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawaitambui neema ya Kristo, walikuwa hawataki kuitambua neema ya Kristo. Kumbe kama haujui kwamba kuna nafasi ya neema katika maisha yako, kuna nafasi ya neema katikati ya fedha zako, kuna nafasi ya neema katikati ya imani yako, kuna nafasi ya neema katikati ya kazi yako, kuna nafasi ya neema ya Mungu katikati ya maisha unayoishi. Hayo maisha unayoishi kuna neema imepenyezwa. Ndio
maana umepenya. Kuna neema imepenyezwa, ndio maana umevuka. Kuna neema imepenyezwa, ndio maana wakaona tatizo lako. Kama hujui kwamba kuna nafasi ya neema, maana yake wewe ni kama Masadukayo, wewe ni kama Mafarisayo, wewe ni mnafiki kama wanafiki wengine ambao Yesu alikuwa anawasema. Ndugu zangu, ni neema, ni neema. Huyu mtu anaulizwa, umeponaponaje? Kwenye hii hadithi ya Yohana sura ya 9:25 tuliposoma, umeponaponaje? Umekuaje? Anasema ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, ni neema itakayofanya uinuke. Ni neema ya Kristo, ni neema ya Mungu itakayofanya uvuke. Ni neema itakayofanya upenye. Ni neema. Tusemeje mbele za hii neema? Tusemeje mbele za hii neema? Tusemeje mbele za hii neema? Ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu. Ngoja tupate break kidogo. Tukirudi nitaongelea neema upande wako. Nimeongelea neema kwa ujumla hapa, kwamba Mungu ana neema na wewe una imani, una fedha. Sasa unahitaji hiyo neema iguse fedha zako, neema iguse imani yako, ndipo vitu vitokee, ndipo mlipuko utokee. Kibiriti ili kiwake kinahitaji kile kijiti kiguse kwenye ile nchi, kiguse kwenye ule mraba ambao umewekewa sehemu ya moto kuwaka. Sasa neema inapaswa iguse fedha yako, vitu vitatokea. Neema iguse imani yako, vitu vya rohoni vitatokea. Ikigusa fedha zako, vitu vya mwilini vitatokea. Ikigusa, manake kuna wepesi, kuna urainisho utakao upata kupitia neema ya Kristo. Ni neema tu.